Yes. Mwanamke ukimwachilia hivyo ninakwambia, hiyo tabia yake wanawake, unajua wanawake ni kama, wacha niseme, mwanamke ni kama mbwa. Mbwa unamfukuza, kama unaendelea kukula tena anarudi kwa mlango anafanya nini? Saa zile unamfanyia hivi, wewe unakasana kumfukuza huyu mbwa, lakini yeye atoroki, anainua kichwa nadhani ati unamtupia nini? Unamtupia chakula. Wanawake ni hivyo. Mwanamke ukiweza kumlinda hapo, ukianza kumwambia ati mamia ni nene, unataka kubeba bibi yako. Wanawake kama saa wamesoma hapa sana. Unamuoa, mnafanya mpaka hata ni harusi. Kama mwanamke kanakuja hapa, akakufunzwa hata kazi, kufanya kazi nyumbani. Mwanamke ajui hata kupika chakula. Sasa hapa anajipembeleza. Kazi yake ni kupigia watoto kuna hivi vitu. Ege ndongara kigeko rutu kageko ye kukenge bianda na kigeko rogo. Mwante bia. Indomie aende kende spaghetti. Yaani wanawake wameolewa hapa wajui hata kupika chakula, na wanaume wetu wa Kisii kazi yao ni kufinya hii kitu ndio awe na nguvu. Amina. Nimanye ta bwana monga ta bamina sengi ntona abayikire. Diga mosunu na rimora abebuya egara murenda abana. Ekarora asunu abebuya yori no sike na nyano musajo abana banyasa. I'm not joking, ninasema ukweli. Mwanaume anakupembeleza, anakuchunga vizuri. Mwanaume anakulinda vizuri, anakununulia mavazi, anakupa chakula ambayo utamtengeneza, unatompikia vizuri. Lakini mwishowe mwanaume akikuja, unajifanya tu umechoka, umelala kwa kitanda hapa, unamwambia dadi tupikie sijisi vizuri. Alafu na wewe mwanaume mkubwa unaingia jikoni. Hata kama ni mgonjwa acha ingie kwa meza apike ugali. Amina. Kwa koranga nanya aregete mono, diori nabo igwa. Akibona moko ndigere bobege. Unajua, I'm talking through experience. Sifanyi mzaa hapa juu. Nimeona wanawake wengi ama wasichana wetu wengi wamefukuzwa kwa sababu hawafanyi majukumu ambao wanaume wao wanahitaji. Kazi yao tu unamwambia ati dadi na kuna ile viatu wanafaa inaenda hivi. Wakitembea kwenda kwa kanisa anamwambia dadi nimechoka. Dadi unibebe. Kwa maana kwake raka kungu sangana kala kanyere kwake raka boko uko imo kirende ko chinyumbo kwa gega. Aye. Nini cheka mimi nikiwa na kilio. Sifurahishwi sana kwa familia zetu. Sasa ndio tunapata tukitaji watoto wetu wawe na tabia nzuri. Pia tukae nao. Waume zetu, kaa na watoto wenu ili muwafunze watoto jinsi watakuwa. Watoto wakiwa na wazazi wote, hawa watoto watakuwa jinsi ambazo ni nzuri na watakuwa na tabia nzuri. Sasa tuna kitu hapa, jambo linaitwa harvest of life. If you want to harvest good fruits in your life, because our children are fruits. Hawa watoto wetu ni mibaraka. Ukitaka ufune mavuno mazuri kutoka kwa watoto wako, ebu kawatunze vizuri kama wazazi. Ebu hawa watoto kawalee vizuri. Tunapata the harvest of life is character. And that determines destiny both for this life and for the life to come. Ukimfunza mtoto tabia nzuri, maisha haya na maisha ambayo yanakuja, huyu mtoto atakuwa sawa. Huyu mtoto hata atakuletea jambo fulani.